Gire. Ati bata wa guthie gym. Gavidi ne murimi muramati no manjeroge gikwira karibu sana ngufundithie maundu megie no rimi ririkana hindi ciothe ngwiraga nie ngutwara kundu kwega na muthu twi Kiambu County ndenda umuthu twifundithie maundu mangi mega turafundithie uhoro wa vertical farming ati tikuri moguo tu no wabatie no rimi waku ugithia na iguru na indo iria irari mu hau ni indo iria we ukorwo nacio hakuhe nawe ikorwo hakuhe na nyumba yaku na tugete indo ta herbs iria twitaga herbs na indo ingĩ ta iria tukuga ni matunda maria ungiria we hakuhe magakurehera ngoro yaku gikeno no muthu ke tuthie tuthomithio ni muiritu haha muthaka tambomere maritwa maku maritwa njĩtagwo Jane Nyambura Kimari na niĩ ndĩ mũrĩmi na ndĩ mũrĩmi wa indo icio waigua Njoroge auga ni kawaida ndũmaigaga miti shamba no herbs nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa bata mũno he mwĩrĩ wa mũndũ na to herbs theride na nginya matunda ma strawberry marĩa andũ aingĩ monaga supermarket no nĩ kĩndũ ũngĩhanda hau nja haku nĩ wakĩigua maundu nimo mau koguo mothe wikare standby umothe ndiragutwara kahora wega pio agikise ni wathoma gividi ni murimi muramati tuthie nyambe heo kama gikombe kimwe kana gasoda njoke tucemanie niguo tuthie na mbere na kwaria Thank you so much kwa kutukaribisha tena hapa. Yes, you're most welcome. Yes. Unajua last time venye niliona, venye nilisoma na ile kitu nilipata. You see, nilienda kwangu niangalia naona kale ka space kadogo kangu sasa. I think now I'm ready for 2 or 3 kwanza ndio nikwe mimi ndio example ya mzuri. Unajua sisi unakuja unasoma, unafundishwa alafu unaenda hivyo. Nataka nikuje nielewe sasa vizuri sana. Yes. So nataka unajua last time sikuambiwa apart from just niambiwa tu the components ambazo zinatengeneza hii nini yetu. Hii vertical farming. Hii karatasi inatoka wapi? Practically tunasema tunaitoa wapi karatasi sababu ni muhimu sasa mtu ajue tunaangalia tunaitoa wapi inatoka wapi na unajua kuna zingine labda zinaweza kuwa ziko na kemikali probably the way it has been manufactured inaweza kuwa kuna wakati zinaweza kuwa ni karatasi ama if there is a specific one. For the case of the multi-story garden see any because tuandaka kitu ni durable. Like the ones we have in the farm, sizes ziko 11 years old. Na bado ziko sawa. So you need to use a material yenye inaweza last more than 10 years. Kitu ya kwanza. Kitu ya pili vile umesema you don't want chemicals in your plants. Unaona ni tunaenda kukula. So you need to use a material yenye hata kichoma na jua hakuna vile ina release any chemicals into the plant, into the soil. So the material we use inakuanga UV treated. So hata ukiguza unasikia hai absorb your jua. Si kama ile plastiki ya karai kichomeka ukiguza unasikia ni moto. Na that's why unapatanga kuna zile plastiki hata ukiweka kwa microwave na mbao usitumie. Juu kisha pata hiyo heat chemicals itaingia kwa chakula. Same case hapa. So you cannot use just any plastic because this is a plastic but it's UV treated. That's why it's safe for planting now the vegetables. Na ukitaka we supply. You supply. Yes. Kwa hivyo there is a specific one. Unajua kuna mtu labda akitembea kwa hizi shamba aone aseme hii karatasi hii inaweza pata. Hii karatasi niko nazo kwa store pale kwangu. Anaanza kujikunjia nataka kujifanyia. Kwa hivyo ni muhimu akuje afanyiwe the professional way. Na onesho sababu hapo mwenye nimetaja unajua some of these plastics zenye zinatoka kwa factory probably zilikuwa zimeleta makemikali zilikuwa zimeleta vitu ambazo labda sio vitu safi kwa health ya binadamu. Alafu sasa kwa mtu unakuta amefanya kuchukua hiyo aende afanye alafu probably imuharibikia ama ikose kutoa mazao vitu kama hizo. Now, sababu leo tulikuwa tumesema tutaongelelea kuhusu apart from last time nilifanya zile vitu zinaitwa mamboga vegetables, kafanya sukuma, nikafanya cabbage, spinach na vitu kama hizo. So pia niliambiwa
hata kwamba bado mnaweza fanya vitu zingine ambazo tunaweza fanya kama tuseme strawberry, herbs, thymes na vitu kama hizo. Yes. So unajua the vegetables, hiyo ndio the most common thing yenye watu wanajua. Juu at the end of the day unapata almost every household hutumia mboga at least once a day. But pia kuna zile vitu unaweza panda. Yes, how maybe uzitumii every day, but there's a benefit to you planting them. Kitu kama strawberry, kuna wale watoto hawajui inakaa aje, apart from kiona kwa supermarket, mtu hajui inapandwa aje. Kuna mtoto labda hajai kula. Pia watu wakisikia vitu kama herbs, wanaona ni kama ile yenye unaona town mtu ameweka mavitu chini anawaambia unaponywa. Wale madaktari mbonoko. Lakini hizi ni vitu zenye if you understand the importance, utazipanda pia kwako. You'll be motivated kuzipanda in your space, kuzincorporate. Unajua as much as unapanda hizi mboga, unaweza tumia hiyo space bado incorporate other things zenye zinasaidia health yako. Yeah, so yeah. Sasa I think the best thing about unajua kama ukisema venye umesema herbs, unajua watu wanaangalia dawa ya Masai hizo dawa zimesiagwa zikawekwa kwa tumikebe. So importance ya kukua nazo kwa shamba ama kwako nyumbani na utaje kadha wa kadha ukijaribu kuniexplainia benefits zake zinasaidia nini, ukiwa nayo inakupatia nini, what are the advantages, what do they have that's why we need them kwa shamba zetu? Kitu moja naweza sema example, umetumia hizi dawa zinakwanga kwa kibuyu za Masai. Yes. If I go and buy saa hizi, sijui nini ameweka hapo. Sijui the conditions in which alitengeneza. Maybe alikuwa anatengeneza mahali sipa safi. I'm sure ushaisikia ama I don't know, umesikia maybe stories of watu wanakunywa hiyo dawa and they wanapata driving license. Ni shawai. You see. Unaanza kuendesha lori. Vibaya sana. Haujui kama ilikutengenezwa mahali pasafi, haujui aliweka nini and all that. But ukipanda hizi herbs we mwenyewe, at least for one unajua haujaweka chemicals, and then even when you now ukitumia, do ni direct from the farm to maybe the cup to your body, hakuna any negative effects. Hizi ni zile herbs zenye hadi mtoto unaweza pea without worrying. Ndakupatia examples kidogo. Yes. We mention Thyme. Kuna tunaweza sema time depending na mwalimu wako wa nursery na mahali ambapo ulipo leo. Exactly. Sasa mtu wa Nyeri hawezi sema thyme. Takata. So ini herb na nitakuonyesha kwa shamba. Ni kitu kugrow haina stress. Most of the herbs inakaa weeds. Unaona venye vitu humea tu randomly, unaweza pata tu kwa barabara inamea. So iko hivyo. Hata hii ni herb, hii ni rosemary. Hii ni rosemary, najua harufu kake kanakuwa kazuri sana. So for the herb, for example, your thyme, kitu moja ina boost immunity. Ina boost immunity. Yes. So hii ni kitu hata ukipatia mtoto kimwekea kwa kama tundo kiblend unarusha tu leaves kidogo, una boost immunity yao. For even us the grown up tunapata kwa avoid hizi homa kila wakati, these two ailments. Hiyo ni kitu ya kwanza, ku boost immunity. Kitu ya pili ina repel insects. So in your farm ukiweka thyme kadhaa hautakuwa na wadudu. Unafanya organic pest repellent. Yes, strategically tu naiweka tu ni kama unajua hii ni kama taa venye nyumba unawekanga taa kona moja, unajua hiyo side iko lit. Na ile side nyingine pia unaweka, unajua kwa hivyo wadudu pest wakiingia kwa shamba. Hapo na that harufu kama venye size wewe umefurahishwa na hii ya rosemary, pest itafurahishwa na hiyo. So tuna encourage pia ile ukulima yenye unapanda vitu zinakusaidia ku repel wadudu na bado unaweza tumia hiyo kitu umepanda. So tumesema example hiyo ya thyme ina boost immunity, inakusaidia ku control the maneno ya pest na bado unapata inakusaidia in terms of regulating the blood sugars na pressure, vitu kama pressure. Hiyo ni thyme. Tunaweza enda kwa kitu kama mint. Sijui ukienda hoteli town umesikia hii pineapple mint, kuna juice imekuwa very popular, pineapple mint. They put that mint. I'll show you the leaf, utainusa inanuka vizuri sana. So tunaweza anza na the most kawaida. Just the smell, if you for example una struggle na bad breath,
Inaweza kuwa before utoke badala kutumia breath mint, hizi za kununua una spray kwa mdomo, just chew. Chukua leaves kadhaa, chew, enda. Utakuwa unanukia hata wase hawata mind kuongea na wewe. Sasa ati unaniangelesha sisi niko tu hivi. Ni ajejo. Yeah. So that is one. Pia in case you have stomach issues, unaumwa na tumbo, unachukua tu unaweka kwa maji moto, 5 minutes later unakunywa. And you're good. So most of these herbs, you can use them just for calming your body. So unakunywa ka chai, una relax tu. Na pia unaweza itumia specifically kama dawa. Kama dawa. So leta unaumwa na tumbo, unaenda unachukua herb fulani unaweka, unakunywa, unakuwa sawa. Kwa hivyo ziko na alafu ziko variety. Yeah, kuna variety, tutaona variety mingi sana. Yes. Haya, na pale kwa tuseme let's say vitu kama strawberry. Yes. Apart from just utamu yake sababu kana kwa tunda kamoja katamu. Alafu najua niligundua ati strawberry ndio the only fruit ambayo seeds zake ziko kwa nje. Yeah. Ziko kwa ngozi. Yes. Kuna matumizi mengine ya strawberry apart from just the fruit itself, tunakula ile utamu tu. Unajua na venye nika expect. Ni vizuri muuliza hivyo because people assume strawberry is overrated, ati juni expensive na ni just a kawaida fruit, ni tamu tu. And also kuna watu wanafikiria strawberries for kids. So unapata mtu akinunua ananunulia tu watoto wakula kamoja and that's it. But in essence, strawberry kuna very many advantages enye unaweza tumia across the age gap. So we can start with the kids, which is the most common. Strawberries has a lot of vitamin C. Vitamin C? Yes. Now vitamin C we all know in a boosting immunity. So tunaona vile watoto kutuhoma kila wakati nini if they eating strawberries mara mingi inasaidia ku reduce hizo maneno za magonjwa. Also strawberry inasaidia na brain function. So if you have watoto wadogo wenye bado wanaendelea ku develop, it really helps. Pia if you have a pregnant woman, anaweza kuwa nakula strawberries for the folic acid. Inasaidia the baby in the stomach, in the womb, could develop the brain. So now that's the kids. Hapo kwa brain sababu hata cameraman wangu naonanga brain yake anahitaji strawberry. Tamchunia kadhaa. Enda kikula. The next show unaambia fanya hii. Ashikanisha haraka. Tunashindaka tukirudia. Microphone haifanyi kazi, battery amesahau kununua, kumbe ni kukosa kula strawberry. For someone like you, for a grown up, okay, it's in a cut across, but ni kuonyesha it's not just for kids. For someone who is much older, unapata strawberry na kusaidia na kuregulate the blood sugar, especially watu wenye wako na type 2 diabetes. Pia inasaidia kuregulate pressure, blood pressure. Na inasaidia na maneno ya heart. So kama tumesonga, acha watu waseme uko na tumaringo, unakula matunda. Unajipenda sana. Lakini huwezi kula, juu unajua mbona unakula. And now generally for everybody, strawberry iko na allergic acid which helps to prevent cancer. Kwanza sahi cancer imekuwa tu ni kitu mbaya, kila right, left and center. Kila mahali tu ni cancer. So basically what you're trying to tell me ni kwamba nikifanya ukulima yangu, nijipandie mboga zangu, nipande tu matunda twangu, nipande tu herbs twangu, zile vitu ambazo naweka pale ni vitu ambazo ziko na manufaa mengi sana kwa mwili yangu. Haununui, una reduce cost ya kununua hizi vitu kila wakati. Haukuli kitu iko na chemicals, so una reduce magonjwa. Juu mara ngapi ushaikula kitu the next day uko hospitali, ama unasikia uko na acidity, ama sijui ulcers, vitu kama hizo, jua cha unakula. Kwa wajira ati hena indo nyingi sina benefits muno mundu akoretie tuindo twake. Ni no meorari kendo ramenya gitire na madawa gitiekiritwo nginya fertilizer kana kendo kingi guthukira mwiri, na ni kendo nginya kihe mwana ni uramenya ramuhe kendo gitangi muthukira rwakigwa. Gividi ni murimi muramati na Njoroge na ngwiraga hindi ciothe ngubundithagia kurehera andu mena maundu mena tips iria tukotwaraga niguo tugakorwo maica maitu makiagira micii. Wewe vertical farming iraguteithia ku reduce hari urarima na handu hanini akaruta indo maita matatu kana mana ma iria ciagirwo kuma hau.
ririkana hĩndĩ ciothe ugakorwo ukimenya ati twirio turi urakuria ni wamenya niki ki hau thiini ni we mamenya thumu ni uriku tumirite ni uramenya ukorwo hena dawa ni we uramenya niki wikirite no tiri urathi gukora na ku barabara ugakora ingi ni iraguthukira ndui niki unginekerire dawa ci makemiko maingi koguo korwo we consume na niguo turaiko na mirimu ta cancer na ki iria raka kutugiria tuthie na maica maitu twina thayu ibidi ni murimi Muramati Njoroge nitukuonana keriu twambe tuthie tuingire mugunda thiini wa Muthingi TV twinawe Njoroge tukiugaga murimi Muramati.